Sasa leo tunakwenda kuingia sehemu nyingine ambayo ni namna Roho Mtakatifu anavyomuongoza mtu. Namna Roho Mtakatifu anavyomuongoza mtu. Na ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 13 ule mstari wa 21 na 22, tunakuja kuona pale Bwana akawatangulia Israeli katika wingu wakati wa mchana, na Bwana akawatangulia katika moto wakati wa usiku. Mungu alikuwa amejigeuza katika namna ya wingu, na pia akajigeuza katika namna ya moto. Wakati wa mchana akajigeuza kama wingu kwa ajili ya kuweza kuwaongoza mwelekeo wa kuelekea Kanaani. Lakini pia tunaona wakati wa usiku akawa kama moto. Manake ikawa inaonekana kama nguzo ya moto, na ilipokuwa inaonekana kama nguzo ya moto, Biblia inaniambia ya kwamba Bwana alikuwa ndani ya ule moto, na alipokuwa mchana alikuwa ndani ya lile wingu. Alikuwa anawaongoza mwelekeo wa kuelekea kule Kanaani. Maana hata Musa alikuwa hajui Kanaani ni wapi, wala wana wa Israeli walikuwa hajui Kanaani ni wapi. Ilibidi Bwana asimame nao ili waongoze mwelekeo wa kuelekea Kanaani. Na ile nguzo iliyokuwa inasimama kama wingu wakati wa mchana ilikuwa inawalinda dhidi ya jua kali la jangwani. Kama vile tunajua jangwani hakuna miti kwenye jangwa. Kule kwenye jangwa kuna jua kali. Kule kwenye jangwa kuna miamba. Kule kwenye jangwa kuna mchanga wenye moto. Ilibidi Bwana ajifunue kama wingu katikati ya idadi yote ya wana wa Israeli, wawe wanafunikwa na lile wingu ili jua lisiweze kuwachoma. Hata kwenye safari tulionayo, kuna wakati unaingia kwenye jangwa, ukiwa ndani ya jangwa, kama hakuna wingu liko juu yako, maana yake hapo lazima ile jua litakuchoma, ule mchanga utakuunguza, hiyo miamba itakusababishia madhara. Yanahitaji kuwa na wingu wakati wa mchana. Lakini wakati wa usiku hakukuwa na umeme, hakukuwa na taa, hakukuwa na teknolojia ya kuwasaidia kuona na kuwasaidia njia. Akajifunua katika moto, wale moto ukawapa nuru. Wakati wa usiku wale moto ukawasaidia kuwa kushindaniwa dhidi ya maadui na wanyama wakali wanaosimama kwenye jangwa. Wakati wa usiku tukikosa hii nguzo ya moto, wakati tumepenya kwenye usiku mzito kwenye ulimwengu wa roho, wakati ambapo hatuoni njia, wakati ambapo hatuoni mwelekeo, wakati ambapo hatuoni msaada, kama tukikosa hiyo nuru ya Bwana, maana yake wanyama wakali watayashughulikia maisha yetu. Hatutaweza kwenda sehemu sawa. Hivyo tunamhitaji yeye aliye Roho Bwana. Wakati ule alijifunua namna ile, wakati wetu anajifunua kwa Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Na ndio maana Paulo anasema hawajui ya kwamba ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ya kuwa Mungu anakaa ndani yenu. Yaani huyo Roho anakaa ndani yenu, maana yake akikaa ndani yetu, yeye anatuongoza mchana, anatuongoza usiku. Tunamhitaji ili atuongoze. Kama unaelewa sema amina tena. Kama unaelewa sema amina tena. Mungu anatuongoza kupitia Roho. Tamani leo uweze kuelewa sana. Watu wengi wanabidii kumtafuta Mungu. Watu wengi wanabidii kumtafuta Mungu, lakini si katika maarifa. Wanabidii kutaka kumjua Mungu, lakini si katika maarifa. Wanatamani sana kumjua Mungu, lakini si katika maarifa. Kujua njia, alafu una spidi kubwa ya kuelekea unapotaka kufika, lakini haujui njia, utapotea kwa sababu ya kasi yako na bidii. Ukiwa unataka kumjua Mungu,
maongozi ambapo Roho Mtakatifu anakuja kuongoza, spidi yako mwenyewe itakupoteza. Kwa hiyo inahitaji maongozi ya Mungu ili ujue Mungu duniani, kwa sababu dhambi ilituzuilia kumwelewa Mungu. Pasingekuwa na dhambi tungemwelewa Mungu kama vile ambavyo alikuwa anamuelewa Adam. Adam kabla dhambi haijaingia alimwelewa Mungu vizuri sana. Maana yake shetani hakufunuliwa kwenye maisha yao. Lakini tuko kwenye kipindi ambacho hata shetani anajigeuza kuwa kama malaika wa Mungu. Na tujue ya kwamba alikuwa malaika kabla. Kwa hiyo kwake ni rahisi kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Kama malaika na viumbe vya giza vina uwezo wa kujigeuza na kuweza kuchukua maumbile ya mwanadamu na kuchukua maumbile kadha wa kadha mengine, sio kitu kigumu kwake shetani kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Kwa hiyo inahitaji maongozi ya Mungu ili kuweza kumwelewa Mungu mwenyewe na kumwelewa Mungu anataka nini na kuelewa Mungu anasema nini. Lakini pia inahitaji maongozi ya Mungu kwenye maisha tunayoishi. Yaani sisi ni watu wa rohoni tunaoishi mwilini. Maana yake tunaishi pande mbili katika wakati mmoja. Wale wanaishi upande wao, na ni marufuku sana kwa kiumbe chochote cha ulimwengu wa roho kujifunua kwenye ulimwengu wa mwili kama kilivyo. Ni kanuni na utaratibu wa kiroho. Kiumbe chochote cha ulimwengu wa roho kinapotaka kuja kwenye ulimwengu wa mwili, kije katika namna, kija katika umbile la mwilini ambalo watu wataelewa. Kwa sababu kikija katika mfumo ule ule wa roho, hata kama ni Mungu naweza kuogopa. Ndio maana malaika walipowashukia watu wakageuka, na wakati mwingine walipokuwa wanawatokea watu kama kina Yusufu, walikuwa wanawapeleka katika namna tofauti. Yani atmosphere inabadilishwa, kwa sababu mwanadamu kwa asili baada ya dhambi hana uwezo wa kukaribia utukufu wa Mungu, isipokuwa aondolewe asili ya dhambi alafu aingizwe katika utukufu ambao unaweza ukamstahimili yeye kuweza kuwasiliana na viumbe vya Mungu. Manake inagharimu tunapobadilishwa, kugeuzwa. Kwa maana Danieli akashindwa kuongea na malaika mara kadha. Akitaka anashindwa kuongea malaika kama zimia. Akishazimia inabidi malaika afanye kazi nyingine ya kumwamsha kule, sio kumwamsha kama Mungu anajua. Wanaamsha utu wa ndani. Alafu ule mwili ukiangalia umebaki kulala, lakini wanaamsha utu wa ndani. Jamani, haleluya. Sasa ndani ya Biblia kuna taarifa zote. Taarifa zote ambazo nazihitaji ziko ndani ya Biblia. Yaani maarifa yote unayotaka yako ndani ya Biblia. Lakini nataka ujue kitu kimoja. Biblia inaongoza na inatuongoza kabisa. Lakini kilichoandikwa mengine ni maongozi ambayo Mungu alikuwa anaongoza watu. Kuna matukio utakayokutana nayo wewe hata Paulo kukutana nayo. Kuna matukio utakayopitia wewe, kuna maisha utakayopitia wewe ambayo hata Elia hakupitia. Ni kwa sababu tunaishi zama tofauti. Na kwanza, tuna utamaduni tofauti. Na pili, na isitoshe tuna njia tofauti za kuwasiliana na Mungu. Na mwisho, tuna ajenda tofauti tulizowekewa na Mungu ndani. Kila mwanadamu ana ajenda ambayo Mungu ameweka ndani yake. Kwa hiyo maongozi ambayo naongozwa mimi na maongozi utakayoongozwa wewe, hata kama kuna namna yataelekeana, lakini kuna namna ya kufuatiana. Ni muhimu sana kusoma Biblia, lakini ni muhimu zaidi kupata taarifa za Mungu.
ambazo zina uwezo wa kukuongoza. Mungu hakukasiriki wewe. Mungu ana uwezo wa kuongea na wewe sana. Anakuamini sana. Na Mungu ni Mungu wa kuongea na ni Mungu wa kutenda. Yaani kila wakati anaongea, kila wakati anatenda. Kwa hiyo kuongea kwa Mungu ni jambo la kwanza. Kusikia ni jambo lako. Mungu hana kosa akiongea wewe usipoelewa kama kaongea. Kosa linakuwa kwako unayesikiliza. Shida inakuwa kwako uliyemsikia. Au nasema kwa nini asinifundishe kusikia? Mungu anapofanya, akikupa taarifa, anachojua na anapokuamini ni kwamba wewe umekuwa kwa kiwango cha kuielewa taarifa. Au anakupa taarifa akukomaze ujue namna gani huwa anaongea. Ndio maana kuna mara kadha wa kadha kwenye Biblia watu wamepewa taarifa na hawajui kama ni taarifa ya Mungu. Tunapoendelea utajua kama Mungu anaweza kukupa taarifa na hawajui kama ni taarifa ya Mungu. Unajua kama Mungu anazungumza na wewe. Lakini ndio kazungumza. Okay. Sasa katika Agano Jipya, hii ni muhimu kujua. Katika Agano Jipya ni kwa kiwango kikubwa sana Mungu au sauti ya Mungu inakujia kutokea ndani ya nje. Hiyo ni muhimu kujua. Yaani na kama ungekuwa unaandika au ndio una meza, yaani hii uweze kwenye maisha yako. Sauti ya Mungu kwenye Agano Jipya inatokea ndani kuja nje, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani, anaongea kutokea ndani. Katika Agano la Kale Mungu alikuwa anaongea na watu kwa kiwango kikubwa kutokea nje kuja ndani. Kwa hiyo haina maana Mungu ataongea na wewe kwa sauti ya kusikika kutokea nje. Kale watu hawakusemeshwa na Mungu kutokea ndani. Utakuja kuona kuna njia ambazo Mungu alizitumia kuongea na watu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Kwa nini nakupa hiki kitu? Kwa sababu wengi ili waamini kwamba ni sauti ya Mungu, na wengi utakuta wanafunga na kuomba, anamwambia Mungu, nataka kuisikia sauti yako. Na Mungu anajiuliza swali, mbona naongea kila wakati lakini anisikilizi? Anataka kunisikiaje? Akili yako ulipoitengeneza na ulipoiaminisha ni unataka kusikia kama manabii Agano la Kale walivyosikia. Ya nabii anawajilia, anawaambia sauti ya Bwana ikanijia. Na wewe unataka uje hapa utuambie sauti ya Bwana ikanijia. Kwa hiyo hicho ndicho kinachokusumbua. Unataka uingie kuomba, usikie kama Elisha anavyoongea hapa. Utulie pale, umekaa chini, umekaa kwenye mlima, umekaa kanisani, umepiga zako magoti, uko na machozi, unataka kusikia, mwanangu, nimesikia kilio chako. Mwanangu, sasa nakupa utajiri. Ndio kitu ambacho nakitafuta. Na ndio kitu ambacho kila kikaa unalia na hauamini ile namna ambayo Mungu anatumia kukuambia wewe kwamba ni namna ya Mungu. Na nisikilizeni watumishi wa Bwana, ukiviamini vitu chanya, kwa vitu hasi kwa ukubwa, umejitengenezea maisha hatarishi sana. Ukiviamini vitu chanya kwa asilimia kubwa, umejitengenezea usalama mkubwa
sana. Ina maana gani? Ukiamini kila wakati shetani anajigeuza kuwa malaika wa nuru ili aje kukudanganya, utakuja kuamini. Lakini ukibadilisha ufahamu wako ukaamini kwa asilimia kubwa Mungu atakujia wewe, au utakuwa bara taarifa kiopesi sana. Kinachotutesa ni kwamba yanapotukuta mambo mabaya na mazingira fulani mabaya, tunakuwa serious sana kuliko tukikutana mambo mazuri na vitu vizuri. Ndio maana Mungu anakosa namna nzuri ya kuongea na sisi. Kwa mfano, ukiota ndoto umepanda ng'ombe dume juu yake na anakimbia kweli kweli na uko juu yake, ukiamka asubuhi, sio maombi ya kuvunja hayo. Baba nakataa, ninavunja, nateketeza, naharibu. Sio vibaya kukata, kuharibu, lakini ni lini ulipoota unahesabu hela? Kabisa, mimi sio dangani kwenye masomo ya Bwana. Hela nyingi mwanangu. Lini ushaiota unahesabu hela? Ukaomba ya kwamba Mungu, hela nilizoziona kwenye ndoto nataka nizishike kwenye uhalisia. Angalia sasa ujinga uliopo. Utaamini tena nyota yako ya hela imeibiwa. Kwa hiyo utaingia tunapofundisha. Sika kuna mtu ambaye tuna kitu ambacho anamsaidia hapa. Yes sir. Kwa sababu kuna hali fulani ya uhasi tumeichukua na kuipa kipaumbele kwenye maisha yetu kuliko mambo mema kwenye maisha yetu. Mimi nimekataa. Yaani nikiota mabaya nitavunja, nikiota mema nitaombea. Mwanangu hizi hela lazima tushike. Amen. Ombea. Na nasema hivi kwa sababu kuna siku nikaona naletewa hela, kuna siku niliota kabisa naletewa hela. Na nikamwambia Bwana, ili jambo nataka litimie. Ilipita siku mbili, siku ya pili nikaletewa hela. Sio kwa sababu nimefanya kazi, nililetewa hela. Sio kwa ndugu yangu, mtu simjui, ndio mpaka leo nimechukua namba yake ya simu. Na sisi tumeongea mara 2 siku 3. Lakini aliniletea hela. Simjui wala asomi Mzumbe. Sijui kama naelewa. Kwa hiyo shida ya kwako ndio hiyo tu. Nengana zile kila siku. Okay. Sio dhambi, ila ni makosa. Wewe ukaa muda wote ukashindwa kuijua sauti ya Mungu na hatari. Kwa sababu Samueli aliyekuwa ametolewa sadaka kwenye madhabahu, alikuwa ametolewa sadaka na akawa anamtumikia Mungu. Wakati Mungu anaanza kusema naye, anadhani ni sauti ya Eli inayomuita. Kumbe una uwezo wa kumtumikia Mungu miaka na miaka ambaye humjui. Kwa sababu Samueli alikuwa anamtumikia Mungu. Alikuwa anamtumikia Mungu. Kwa hiyo kuna uwezekano ukaendelea kumtumikia Mungu, ukatoa sadaka, ukaimba, ukahubiri, lakini Mungu bado hujui sauti yake. Samueli amemtumikia Mungu, lakini sauti ya Mungu alikuwa hajajua. Kwa alipofikia mahali pa kutaka kuijua sauti ya Mungu, ikambidi aende kwa Eli ili amuulize, ili ajue. Eli akaenda kwa Eli mara ya kwanza, akasema sio mimi. Kwa mara ya pili sio mimi, mara ya tatu, mara ya tatu akasema, mara ya mwisho nikikuita tena, sema niko hapa Bwana, niko tayari kusikia. Kumbe kuna respondi, kujibu baada ya sauti kujia. Wakati Bwana ananielewa kwenye huo utangulizi.
Hapo sijaanza kukutajia. Na kuingia kukutajia sasa na kurudisha kwenye ile kanuni. Ingawa katika kueleza kwangu utakuwa nielewa, kuna maarifa utayapata zaidi ya vile ambavyo unajua. Kanuni inasema hivi, unapomfundisha mwanafunzi, mfundishe kuanzia kwenye vile anavyovijua kuelekea kwa asivyo vijua. Mfundishe kuanzia kwenye vitu vyepesi kuelekea kwenye vitu vigumu. Kwa ninapokuja kukufundisha hapa, naanza kwenye vitu unavyovijua, lakini hata kama unakijua, nisikilize, kwa sababu kuna kitu kwa ukijui unaenda kukijua. Kwa ninasimama leo sio kama mimi ndio yeye. Kwani yuko hapo. Amina. Ila mimi nimekuja kukufundisha huyu Roho Mtakatifu unayempokea. Kuna watu wanampokea, wanakuwa naye, lakini hawaelewi anafanyaje, anatembeaje nao. Hawaelewi. Kwa hiyo hii inakusaidia. Na nimeongea toka jana. Unatakiwa kujua Roho Mtakatifu. Lakini pili, unatakiwa ujue Roho Mtakatifu anakuongozaje. Na nimekupa namna mbili. Anakuongoza wewe kama ambasada wa Yesu, wewe kama balozi wa Yesu, lakini pia anakuongoza kwenye maisha ya kawaida. Na nimekwambia yeye hujishughulisha sana na maisha yetu. Kwa hiyo si tu kwamba anajishughulisha na ulokole ulionao, anajishughulisha hata kwenye mambo ya kawaida, hata kwenye kuvaa kwako. Anasema nini mtumishi wa Bwana? Nataka nikwambie kitu kimoja. Siku moja nilivaa nguo, nilivaa suruali fulani kabisa, nikasikia naambiwa hii suruali usivae leo kwenda kanisani. Nikafusi, nikaenda nayo kanisani. Nimefika madhabahuni na kabisa na nikiwa kibanda hiyo kwa ya sasa niko mbele madhabahuni, niko nacheza, nimeruka, nikasikia suruali imechanika madhabahuni. Nikajua niliambiwa, nikalazimisha. Mungu huwa anazungumza. Siko unaelewa? Siko unanielewa? Sasa kama anazungumza kwa wale kuvaa, viko vitu vinahusiana na wewe, anaweza kuzungumza. Kuna nguo anaweza kukwambia nunua ili usinunue. Kuna vitu vingi anaweza kuzungumza kwa wewe. Sasa ninaanza njia anazungumza Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza, maandiko matakatifu yaliyo ndani. Andika maandiko matakatifu yaliyo ndani. Nisome alafu bariki. Mathayo 22:29 anasema mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Anasema hivi, Mathayo 22:29. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Tunaanza. Unapotea, tunapotea, wanapotea kwa kutokuyajua maandiko. Ninakaa kwenye kipengele cha kuyajua maandiko. Ndani ya maandiko kuna taarifa ya Mungu ambayo inahusiana moja kwa moja na maisha yako. Ndani ya maandiko, ndani ya Biblia kuna sauti ya Mungu ya moja kwa moja ambayo inahusiana na maisha yako kabisa. Sasa maandiko yanamhusu kila muamini. Yanakuhusu wewe na yanakuhusu mimi. Lakini njia hii ya maandiko matakatifu huwa Mungu anaitumia sana. Njia hii ya maandiko
anaitumia sana waongofu wake kuongea nao. Na wewe kama umeendelea kukomaa utanielewa. Ila nimesema kila mtu Mungu anazungumza naye. Lakini kwa asilimia kubwa waongofu wapya Mungu anatumia maandiko yale ya Biblia ili kuweza kuelewa na ili kuweza kupata taarifa. Sasa kinachotokea ni hiki hapa. Kuna wakati kwenye maisha unakutana na changamoto, unakutana na maswali ambayo hauoni majibu, unakutana na changamoto, hauoni mahali pa kwenda, hauoni mahali pa kuelekea, hauoni mahali pa kutazama, haujui mahali pa kuuliza, haujui unatoa wapi majibu. Alafu kitu ambacho kinakuja kutokea ni kwamba unajikuta unafungua Biblia. Kuna wakati unafungua Biblia bila hata kusema nafungua kitabu gani. Unakuta unafungua mahali kwenye Biblia, unakuta habari unayokutana nayo inahusiana kabisa au moja kwa moja na changamoto ya kwako. Unafungua Biblia, ulikuwa unapita kwenye mazingira ni kana kwamba watu hawakutaki kabisa, ni kabisa. Alafu unafungua Biblia, unakuta Biblia inaandika ya kwamba mimi ni Mungu ninayekuwasia. Unasoma pale, unajikuta ghafla ndani yako amani inaanza kurudi, ndani yako faraja inaanza kurudi, ndani yako uzima unaanza kurudi. Na hapa ndipo Mungu anamtengeneza sana. Ndio Mungu anamtengenezea msingi mkubwa wa kwenye maandiko. Lakini wakati mwingine unakuta una swali na uelewa unajibuje, alafu unakuja kufungua Biblia, unakutana na kitu ulichokuwa unajiuliza, unakuta majibu kama ile. Ukiona hivyo, unajua hiyo ni taarifa ambayo Mungu amekupa kupitia Roho Mtakatifu. Sio kama unaona Roho Mtakatifu anamuongoza mtu. Sio kama unaona. Wakati ambapo nimeingia kwenye imani, nilikuwa na maswali sana. Hasa nilipokutana na Wasabato. Wasabato wakaniambia kula nguruwe sana. Wakaniambia kula sungura sana. Wakaniambia kula kambale sana. Wakaniambia kula wadudu kama selene, kumbikumbi sana. Sasa mimi nikisikiliza mzee wangu, pastor wangu Masabauni anawaambia kula tu mwanangu. Sasa natafuta ushahidi wa kimaandiko, sioni unaoniruhusu mimi kula chochote. Na nikaanza kuwa na mashaka, na hapo kitimoto nimetafuna sana, kumbikumbi nimekula sana. Sasa nikaanza kama nilikuwa napenda dhambi sasa. Baadaye nikapata maandiko. Nilipopata maandiko nikaja kuona kwamba kimtokacho mtu ndicho kinachomtia unajisi, lakini kinachomuingia kinaenda chooni. Alafu maandiko yanasema chochote alichokitakasa Mungu. Nikasema okay, hapa kambale twende mbele, kitimoto twende mbele, kumbikumbi twende mbele, vyote kwa kweli
na kusema kweli sina allergy na chochote. Kwa mimi nasukumaga, labda tu niamue kwamba sipendelee kitu fulani, mimi kama mimi. Lakini hakuna kitu sipendi. Sio kama unaona, lakini nilipatia kwenye maandiko. Lakini kuna wakati ambao nilikuwa nakutana na shida, ghafla sijisikia ya kuona, ghafla sijisikii kabisa kusoma Biblia, sijisikia hata kusikiliza nyimbo. Yaani nikisikiliza nyimbo hazipandi, nikitamani kuomba maombi kama maneno kama nikitamani kusoma Biblia, yaani naona mtalala, yaani naona kama maandishi fulani hivi yaeleweke. Nikataka kujua hii kitu imekaaje, hii kitu ikoje, yaani inakuaje mimi niliokoka sioni raha, sioni raha ya kusoma Biblia. Asa nilikuwa nimesoma Biblia, najaribu kuangalia kile kitabu ambacho nimekutana nacho. Nikasoma Biblia, nikajua mimi sio wa kwanza kukutana na hii hali. Na baada ya kuona hivyo, nikasema kumbe kabisa hii kitu inawezekana mtu kukutana nayo. Wangapi ambao wananielewa mpaka hapo? Nataka nikuonyeshe kitu kitabu. Kuna watu ambao hali hizo wamekutana nazo, wala sio mashambulio ya kiroho, lakini ni kwa sababu huwa inatokea, ila haitaki ikae muda mrefu. Ongera katika Zaburi. Zaburi 77. Anasema hivi: nimpazie Mungu sauti yangu, nao nimpazie Mungu naye atanisikia. Siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana. Yaani hapo nipo ndani ya taabu. Taabu yangu ni nini? Taabu yangu sisikii moyo wa kuendelea na wokovu. Mkono wangu ulinyoshwa usiku, haukulegea. Alafu anasema nafsi yangu ilikataa kufarijika. Yaani nafikia mahali hata nyimbo haikufariji, wanafikia mahali hata neno halikufariji, inafikia mahali hata maombi hayakufariji. Moyo umekataa, moyo umekataa. Kuna vipindi unaweza kupitia kwenye maisha ambapo hali yoyote inakataa kuingia moyoni. Kuna wakati unaweza kupita, unaona kama neno halipandi, unaona kama maombi hayapandi, ila ukiingia kuimba, nyimbo zinashuka. Kuna wakati nyimbo zinaweza kukataa, unashangaa. Ukiingia kuomba, maombi yanashuka. Kuna wakati unashangaa kama maombi hayaji vile, lakini ukiingia kusoma Biblia, alafu inatokea wakati hakuna kinachookolea moyo. Neno halikolei moyo. Ukisikiliza wahubiri kama wanapiga kelele masikioni mwako, ani kama mjaipitia nenyewe, mimi nishaipitia, na huwa inatokeaga unatamani. Alafu Tanzo anasema nilipotaka kumkumbusha Mungu na nilifadhaika, kumkumbuka Mungu na nilifadhaika. Ya unafika kwa kiwango ambacho unatamani kujiambia Mungu yupo, yaani mpaka moyo unakataa. Wachache wamekutana na hayo. Inawezekana hata wewe upo, sio wa kwanza. Daudi anasema nilipotaka kumkumbuka Mungu na nilifadhaika. Nilipotaka kutafakari roho yangu ilizimia. Yaani nataka mpaka kutafakari, ndio basi nikae chini nikumbuke yale ambayo Mungu alishainifanyia. Yaani haukumbuki hata mmoja, roho inazimia. Yaani natamani kujikumbusha kwamba angalau hata Mungu aliniponyaga kwenye hiki. Yaani kabisa ndani kuna kataa. Unasema unadhani Mungu alifanya?
Yaani mpaka shuhuda zinakataa kupenya kwenye moto. Alafu anasema hivi, kuna mahali baadaye anakuja kueleza huko chini kusoma vizuri. Anasema baadaye anasema nitayakumbuka, inabidi aanze kujifariji. Ulishafikia kwenye kiwango ambacho mpaka wewe mwenyewe inabidi uanze kujifariji wewe mwenyewe. Marafiki hawezi kufariji, jamaa hawezi kufariji, hakuna kitu chochote kufariji. Sasa ndani ya Biblia haya mambo yao yalishawahi kuwatokea, yalishawahi kuwapata wenzetu, na yaliwapata kwa jinsi ya mifano, ili ukiona usione ya kwamba wewe ni wa kwanza. Na nilipoonana na hiki kifungu nikaona hali hii haitakiwi kuniondoa kwa Bwana, kwa sababu kuna wakati Roho wa Bwana atarejesha hali yangu kama ya mwanzo, na nitaanza kuona ya kwamba Mungu yupo, na nitaona nyimbo zinapanda, nitaona maombi yanapanda, na nitaona neno linapanda. Nitazikumbuka shuhuda za Bwana alizozifanya kwenye maisha yangu, nitayakumbuka yale ambayo Bwana ameyatenda kwenye huduma yangu, nitayakumbuka yote. Mimi niko hapa, kuna wakati nimekutana na hali hata yale ambayo Mungu alifanya kwa mikono yangu mwenyewe, yaani mpaka mwenyewe ayakataa. Nasema yaani kama Mungu alifanya kwa sielewi. Najaribu nikae chini nilie, hata machozi yanakopa kutoka. Yani kuna wakati utalia, machozi yakatoka, Bwana anakufariji. Ukitoka hapa hali vile vile. Sio kwanza. Lakini haya yote yako ndani ya Biblia. Ninakuonyesha kupitia maandiko matakatifu yaliyo ndani ya Biblia namna ambavyo Mungu anaweza kuzungumza na watu. Kwa hiyo ndani ya Biblia sio ya kuiacha. Kuna wakati unauishwa kutokana na maandiko yaliyo ndani ya Biblia. Kuna wakati unaonyeshwa njia kutokana na maandiko yaliyo ndani ya Biblia. Wakati Mungu ananionyesha namna gani huduma yangu itatamuka kupitia maandiko, mimi hapo nifuata hivi kwa Mungu. Ninapeleka makao ya hapa tena makao Biblia. Na nitakuonyesha nini kinatokea. Ngoja nikuonyeshe hapa. Nenda kuendelea mbele siku ya Mungu. Unaposoma wakati ule unaona kabisa ile neno linakugusa wewe moja kwa moja. Sio unanielewa? Unaweza ukasoma maeneo mengi, lakini kuna eneo unatulia, unaona kabisa hili neno direct ni la kwangu. Ya hili ni la kwangu kabisa. Ukiona hivyo ndio taarifa ya neno la kwako. Yaani kama ni pa kuandika, kama ni ahadi ya Mungu, andika kabisa. Hii Mungu ameniambia. Yaani ni hiyo. Kila kitabu cha Isaya kinachotoka. Kwa sababu ndani ya kitabu cha Isaya pale kwa ahadi yangu. Nilipokuwa napita hapo na muongofu sasa naendelea kutaka Bwana. Sidharau ni taarifa alizoniambia Mungu wakati tunaanza kuokoka kwa zina maana sana. Sasa Mungu anayeongea na Mungu. Njia ya pili. Tamani kuanza hapa. Ndoto. Sasa ndoto. Wewe ndoto yenyewe kama ndoto. Naweza kuwa na siri ya ndoto. Okay, sasa mimi sitaki uandike sana. Wewe shika vitu vya msingi ambavyo unaandika. Maana mdao mwenyewe sio ndoto ni yale mambo na matukio ambayo mtu uyaona anapokuwa. Yaani hiyo ndio ndoto. Kila unaonaga wakati umelala, kile unaonaga wakati umelala. Yaani kile unacholala, kile ndio ndoto. Alafu maono ni picha ambayo inamjia mtu. Anaweza akawa amelala na hajalala.
Maono mara nyingi yanaambatana na usingizi mzito, kama nilivyolala, kama jalala yako, kama uelewi, yani uelewi kama umelala, uelewi kama uko macho, yani nusu kwa macho nusu kulala, ila unaanza kuviona vitu. Ndio unapata nielewa. Ayubu 15, Ayubu 15 anasema hivi, Ayubu 33:15, Ayubu 33:15 anasema hivi: katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Katika ndoto na katika maono anakupatia taarifa kupitia ndoto na kupitia maono. Lakini leo nini ambacho kimetokea? Na nimeona leo ili eneo limeanzwa sana kufundishwa, wakiamini ya kwamba ndoto na ni shetani tu anatumia, au ndoto ni maruweruwe fulani. Hapana, hapana. Isingezungumzwa kwenye Biblia kama ni maruweruwe, isingesemwa basi. Tusingeona watu wamepewa maelekezo kupitia ndoto, tusingeona watu wamepewa maelekezo kupitia maono kama vilikuwa havina maana. Asa ndoto ni kuanzia neno kale mpaka leo. Unapewa ndoto na unapewa maono. Asa unajiuliza, mtajuaje kwamba hapa ni Mungu au ni shetani? Kwa sababu ndoto zenye maana, maono hayana shida sana. Kwenye shida ni kwenye ndoto, kwa sababu kuna ndoto zako, mlala zako, sio umefanya makazi mengi na baadaye unaona, yaani umewaza huko karibu na kile kuota ambacho unawaza mchana. Wewe ni yako mwenyewe, hiyo inatoka kwa Mungu au inatoka kwa shetani? Alafu kuna ile inatoka kwa shetani, alafu kuna ile inatoka kwa Mungu. Nitakuonyesha hapa kufundisha, alafu nakuonyesha Mungu anakusudia. Sasa lakini pia ujue ndoto zinatokana na mazingira uliyolala. Yaani ukilala unaweka nyimbo ya Zuchu, alafu umelala, alafu nasikia umelala kule ndani, utakuwa unaota mahali gani? Kwa sababu mazingira uliolala yanashawishi ndio wanaona. Ukiweka mhubiri wa injili anapiga injili kweli kweli, utakapokuwa umelala, yani utaota kile kinachohubiriwa, au ndio mtu anakukemea mpaka anataka kupiga makofi, kwa sababu yale mazingira ya nje yamekutengenezea kitu kile. Ukiweka mahubiri ya unyakuo, Yesu anakuja kuchukua kanisa, utaota kama ndio Yesu ndio anakuja. Yale ni mazingira, wala sio Mungu, wala sio shetani. Mazingira uliyojitengenezea wewe wakati wa kulala ndio aliyokusababishia wote hivyo. Ndoto ya kimungu haishawishwi na mazingira, na ndoto ya kishetani haishawishwi. Yaani ndio inakuja. Sika unataka leo. Sasa namna gani unaweza kutambua kwamba ndoto hii imebeba taarifa fulani? Ndoto, yani kujua kwamba hii ndoto niliyoona, hii ndoto hii imebeba taarifa. Kuna jambo naambiwa. Kwanza, usingizi katika au kushtuka kutoka usingizi. Usingizi katika au kushtuka ulikuwa umelala. Utasoma mwenyewe Mwanzo 41 au anza kusoma 41, lakini nimebii pale kuonyesha wakati ambapo Farao amelala. Alipolala Farao, nini ambacho kilikuwa kinatokea? Akaanza kuota ndoto. Akaota ng'ombe 7 walionenepa vibaya, ng'ombe wanene, ng'ombe wanaotoa maziwa, ng'ombe wanaovutia, ng'ombe wazuri sana.
Alafu baadaye akaota ng'ombe 7 waliokonda mno, alafu wakameza wale ng'ombe 7 wanene. Ya sana, ng'ombe anameza ng'ombe. Alipoota vile akaamka. Alipoamka akalala tena. Alipolala akaota tena ya kwamba anaona masuke yaliyostawi mazuri yanayovutia yanafaa kwa chakula 7 ya misuko mazuri. Alafu anaona tena 7 mengine yaliyokonda mbaya sana. Lakini kule kuamka ni kiashiria na kwamba alichokiota sio cha kawaida. Kuna watu mkiota ndoto mnashtuka, alafu ukishtuka unasema kumbe ilikuwa ndoto bwana. Unaona unapomisi sauti unaona unapomisi taarifa sio kama unaona. Alafu unaenda kwa Mungu kumwambia Mungu akupe taarifa. Taarifa gani wakati kuna taarifa ushamisi? Kuna siku ulilala, alafu ukashtuka. Hamna. Uliposhtuka, umelikuwa kitandani. Ukachukua namna gani? Ukalala mpaka asubuhi. Sasa mimi nakupa tafsiri za Biblia chache. Hizi nataja mwisho. Kwa sababu issue ya tafsiri ndoto ni issue nyingine. Lakini nakufundisha usipopata maana. Namna ya pili ya kutambua kwamba ndoto uliota imebeba maana. Kukosa amani kabisa baada ya kuamka asubuhi. Kukosa amani kabisa baada ya kuamka asubuhi. Umelala alafu baadaye ukaja kuamka asubuhi. Baada ya kuamka umefadhaika ndani yako. Utasoma Mwanzo 40:5 mpaka 8. Mwanzo 40:5 mpaka 8. Ukisoma pale, mnyweshaji na mwokaji wa kwa mfalme wameota ndoto. Walipoota ndoto wakaamka asubuhi, wakafadhaika, wakasikia huzuni. Kuna siku unaota ndoto, ukiamka ni wako, unasikia unyonge, unasikia tu huzuni. Baada ya kuamka asubuhi, ulichokiota usiku kina maana. Kile ulichokiota kina maana. Asa Mungu anapokupa kiashiria, anataka uifuatilie ndoto uliyoiota. Kwa kila ni kiashiria, unatakiwa uifuatilie ndoto uliyoiota, usiache kama ilivyo. Ukiona umeamka asubuhi umekosa amani, usiwaze mimi kwanza nimekosesha amani. Niwaze ndoto uliyoota. Kuna mwingine hapa anajua kwa sababu yeye mtokea, alafu ukapumzia siku bila ulipoenda ukazao, ukaacha kama hivi. Umesi taarifa fulani. Njia ya tatu ya kujua, kutafuta tafsiri ya kile ulichokiona. Yaani ndoto inakusumbua kiwango cha kutafuta tafsiri yake. Na hapa nini ambacho kinakuja kutokea? Yaani unajikuta bana unaenda kwa fake hiki. Unajua fake hiki ndio tumeota ndoto. Ndoto hii niliota nini? Unajikuta unaenda kwa mtu mwingine. Mwingine ataja okoka. Yeye unajikuta tu yani ndoto inakusumbua, unataka ujue maana yake na maana haiji. Yaani kwa unajikuta unasikia kumsimulia kila mtu. Unamkuta unamwambia, "Ndio tumeota ndoto. Ndoto niliota hii." Yaani moyo wako unatafuta maana ya kile ambacho umekiona. Ukiona namna hiyo ndoto ina maana. Utapata kwenye Danieli 2:1-5 kama ilivyoeleza. Danieli
Yaani Nebukadneza mpaka akawafuata waganga, akaambia isee, mimi naambieni ndoto nimeota nimeisahau. Waganga wakachanganyikiwa. Alipokuta muda unaenda hawampi tafsiri, akasema sikilizeni, ninyi si ndo watu wa rohoni, msiponipa tafsiri na wachinja. Umeona uzito wa ndoto? Yaani ndoto inampelekea mfalme mpaka atake kuwaua watu. Lengo tu ajue ndoto. Sasa wewe umeamka asubuhi ndoto inakusumbua. Yaani unatamani kupata tafsiri hapo leo unakuja kuipuuzia baada ya siku kadhaa. Umemiss ndoto taarifa. Mara ngapi nimekuta hiyo na ulipuuzia? Na bado nataka Mungu akusemeshaje? Sika kuna mtu ambaye kuna kitu anakipata. Okay. Nyingine, kukutana na athari ya ndoto katika mwili wako. Kukutana na athari ya ndoto katika mwili wako. Yaani unakutana na matokeo papo hapo katika ndoto. Ina maana gani? Ukishaota, ukiamka au ukishtuka, unakuta athari ya ile ndoto. Kuna mtu mmoja alileta kesi, alikuwa anasumbuliwa na ndoto. Ndio alipata ndoto, alikuwa anaota kila siku anafukuzwa na wanyama wa mbwa na nini, anafukuzwa kweli kweli. Akiamka asubuhi anakuta ameloa jasho. Yaani ameloa jasho asikwambie mtu. Na huko ni Makete, kuna baridi kweli kweli. Achana hapa Morogoro, unaona tu joto sio likizidi usiku. Kuna baridi kweli kweli. Ukivuja jasho aidha unaumwa au unakimbia. Asakaamka asubuhi ana jasho, kavuja jasho. Ukiona umeamka asubuhi umekutana na matokeo ya kile ambacho umekiota, hiyo ndoto sio ya kweli. Mwingine alikuwa analala, akiwa amelala anaamka ndotoni huko, yaani akiwa amelala sikia anaitwa. Alafu anainuka angali akiwa amelala. Yaani yuko kwenye ulimwengu wa ndoto, ila ameinuka kitandani, anaifuata sauti inayomuita. Asubuhi anajikuta amelala ambapo hakulala jana. Unacheka? Sema tu kitu hiki nitaiweka kwenye dunia. Nitaiweka nje. Sasa siwezi kumtaja jina. Hakuja kufuatilia, nakuta nimemtaja. Kabisa. Baada ya kufanya naye maombi ndio ile kitu iliacha. Yango ikakomaga pale pale. Kwa sababu alikuwa anaota anaitwa. Anaamka asubuhi. Anajikuta amelala ambako alikuwa hajalala yeye. Yaani kachomoka kwenye kitanda chake kaenda kwenye kitanda cha mwingine. Athari ya ndoto inatokea. Unapata madhara. Mwingine hapa kwa mshuhuda, tutamda jina yeye. Yeye alikuwa anaota anakula nyama. Anakula nyama. Unaota huko kwenye harusi. Kuna nyama fulani hapo kwa ile kaambo. Amewekwa hapo. Alafu nakamata kabisa paja zuri kabisa. Unalitafuna unakula. Mageni anataka raha fulani kama ndio unakula live. Sasa alikuwa akiota anakula nyama. Akiamka asubuhi meno yanamuuma. Walikuwa wanakula naye. Yaani meno yake yanatumika kutafunia bwana. Sasa hayo ndo naongelea athari ya ndoto katika mwili. Yaani unakutana ile athari. Hiyo ndoto ndio maana. Kuna hujaoa hujaolewa. Umelala vizuri. Usiku ulipokuwa umelala
Umeota uko na mshikaji fulani, brother man, yuko vizuri, alafu anakuambia twende mlembo. My God. Kiamka asubuhi, mwili umewaka. Yaani ile ni taarifa inakuja ya kwamba ndoto uliota wewe, hiyo sio tamaa ya kawaida. Unatakiwa uanze kuomba, itakupelekea mabaya. Unakuta imekuwaka mpaka madhabahuni tunaimba kwaya, ukimtazama mtu unaona mpaka maumbile ya ndani. Sasa si imekukosesha ibada. Ila taarifa ilikuja kupitia ndoto. Ukaletewa kamrengo fulani kako vizuri kwenye ndoto, baada ukaona mwili wako ukapendezwa nako, ukaamka asubuhi sasa, ila ndoto ya leo. Haujaomba mwanangu. Siku hiyo macho yako ni kwa wadada tu. Yaani hata ukisikia jina la dada unasikia kupale. Ya unasikia mwili unasisimka. Ulichokiota kimeleta madhara. Ukiona hivyo, hiyo ni ishara. Ukiota ndoto unafukuzwa na nyoka, au manyoka yamekuzunguka, au manyoka yamekuzingira, au nyoka anakutemea mate, au nyoka, ukiota nyoka kwenye ndoto, yani hapo ujue ni adui. Yani hiyo ni shetani anakuandama. Ukiona anakung'ata, ujue shetani anakupigia. Ukiona anakufukuza, ujue hapo shetani anakuandama. Ukiona anakuviriga, ujue shetani hapo, yani ndio ameshakujenga, umefungwa. Una kifungo. Na hivyo ndio Biblia ikaanza kutaja habari zile. Unasikia nikamwambia na Kasper, unaota huko uchi. Kabisa. Ndoto huko uchi. Alafu unatembea mtaani, una nguo. Alafu unasema mbona niko uchi? Unaanza kuogopa, unaanza kuona mbele za watu. Unasema nini tumetoka? Unatafuta nguo usione. Unasema nini? Mmoja, wewe umeandaliwa mazingira ya aibu ikupate. Yaani kuna tukio linasukwa la kukuletea aibu. Kuna tabia inatengenezwa ambayo itakuja kukusababishia aibu. Lakini pili, unapewa taarifa huko kwenye dhambi. Kuna dhambi imeingia kwenye mwili wako. Kuna wakati unaota unakanyaga uchafu. Kinyesi maanisha kabisa uonyesha. Unasema mbona haya mazingira sielewi? Ni kama njia na kinyesi au mazingira machafu. Au na utoto kwenye mazingira ya choo. Nasema hivi nini? Haina tofauti sana na baada ya hiyo. Unapewa taarifa ulipokanyaga saizi, wakati au inakuja mbele. Kuna dhambi. Lakini wakati mwingine unapewa taarifa ya kwamba muonekano ulionao unatakiwa uombee. Kwa sababu wewe unaweza ukajiona hivyo, lakini wanaokuona hata watamani kukaa na wewe. Yaani kila anayekuona anakuona wewe takataka, anakuona una harufu mbaya. Sasa umepewa taarifa unachukulia poa. Watu walikuja hapa akanambia mimi watu wataki kufanya discussion. Natamani kujisogeza na watu. Wanashinda. Nikiweka promise ya kusoma na watu. Just imagine anasomaje na wenzake. Mwingine, yani huyu kabisa, huyu nimesoma naye. Sawa pia nina. Sijaka kutana yeye alikuwa hata akitoka kuoga saizi akajipaka na mafuta yananukia na perfume inanukia, kaanae karibu nasikia harufu mbaya. Lakini anajiona kawaida. Yaani hata mimi
nilikuwa nikikaa naye hivi, na smell harufu mbaya. Yaani kabisa anavuta harufu mbaya. Yaani huwezi kutamani kuwa naye. Sio kitu cha kawaida, sio ya kawaida kuona. Lakini kuna wakati unaota uko unaogelea kwenye mto au unaogelea kwenye bahari. Uko unaoga. Maana unapita kwenye unajaribu hivyo au unapelekwa kuingia kwenye jaribu. Ukiota umezama, utaongeza spidi ya kuomba. Kwa sababu manake jaribu linalokuja lazima litakuzamisha. Na limelenga manake lina nguvu kubwa. Kia Asa mimi siwezi kutafsiri ndoto zenu zote, maana siingie kwenye ndoto zenu. Sasa nini ambacho mnataka kufanya? Ukiota ndoto mbaya, ina taarifa mbaya. Yaani kila ukiona mazingira yake ina maana mbaya hii. Au ndani yako na msukumo kama hivi anafanya mbaya. Ukiota hivyo, wewe ombaga maombi ya kukemea hizo. Yaani hapo umekosa tafsiri. Omba istimie. Sio ameloa. Omba istimie. Hiyo ni taarifa unapewa. Mpaka sasa tutakuwa unajua namna Mungu anapokuongoza, namna Mungu anapokupa taarifa. Sio kama unaona. Na kuna vitu tunavisema ni vitu ambavyo kabisa unaona hii aliyosema ni ya kwangu. Ndio nakwambia Mungu alikuwa anasema nini na wewe. Au nataka yani shida sasa nataka baba niite mtu mmoja yaani ndio kwa nini mtumishi wa Mungu kaonyesha. Ni hapa nikisema nasema na wote. Amina. Namna ya mwisho. Ukiamka unajikuta na furaha. Unaona ukiota unaamka asubuhi. Yaani unalala kama unajua kale. Unaamka asubuhi. Unasema, unajua leo nilitamani niwe nimeamka nisione hela ziko pale. Yaani unasema kabisa, yaani ndoto kabisa. Bwana si. Nataka tumalize. Kama nizigize mbili, nizipige mbili hapa alafu tuombe tu. Alafu kesho tutamaliza. Tumalizia na tutajiangalia kwa viwango kwa kufunga semina yetu. Natamani uwe unatoka na kitu mtumishi wangu. Na sipika mpaka sasa hivi kuna vitu unatoka navyo. Kwa kwenye haya maisha hautaishi kama vile Mungu asemani na wewe. Yaani hata nao utakuwa na ujasiri kwamba Mungu anasema na mimi. Yaani saizi hautahangaika sana kwamba hivi Mungu anasema na wewe. Mimi kabla kuingia kusoma level ya advance, nilionyeshwa sehemu ninayoenda, nikaonyeshwa mpaka kanisa nitakalosali, nikaonyeshwa mpaka wachungaji nitakao kutana nao watakao nilea kwa asilimia kubwa. Lakini kwa njia ya Mungu. Na hapo ni mwezi wa pili kabla hata machaguo ya shule hayajafika. Lakini kwa ndoto inawezekana na Mungu akakuambia mambo yajayo kwa ndoto. Kuna wakati nimeona ibada inapokwenda kufanyika mwanzo mpaka mwisho na ikafanyika kama nilivyoona. Inawezekana na wewe kama kwako. Kuna wakati nilionyeshwa vifo vya ndugu zangu. Kuna wakati nilionyeshwa mambo ya kitaifa, taifa la Tanzania. Kuna wakati ambao nilionyeshwa mambo ya washirika wa kanisani.
kumwambia mshirika, na ni kile kile ambacho umekiona. Nikaonyeshwa jamaa mmoja, rafiki yangu anaenda kuzini, amepanga kwenda kuzini. Mungu amenipa taarifa. Unaanzaje kwenda kumwambia nimeonyeshwa kwenda kuzini? Lakini nilitoka na ujasiri wa ajabu, nikasema kama ni uongo hapa leo kinaeleweka. Nikamfuata, nikamwambia, kamanda, nimeota hivi na hivi na hivi. Kwanza akaogopa kuniambia barabara. Na leo usiku akanichekesha kwenye shitini. Akaniambia kweli kabisa. Nilipangana na vitu ndani kazi. Wewe ni Kristo kanisani. Na naimba na kutoa. Wangapi ambao tujaonyeshwa na wanafanya? Inawezekana na kwako, kwa sababu huyu Mungu nilienea mimi na wewe hana utofauti. Ni yule yule mmoja. Ni yule yule unaweza sema na wewe. Ni yule yule. Ila anapokuja kuna wakati anaweza akaja kwa mafumbo. Kuna wakati anaweza akaja kwa mafumbo. Kuna wakati anaweza asije kwa mafumbo. Lakini nimekupa njia rahisi na nyepesi ya kwamba ukiona haifai, ukiona inakutesa, au wewe maana yake, wakati mwingine unakuta inakuja ubini, ina maana nzuri au maana mbaya. Wote tunatakiwa kuomba ni kusema Mungu wewe, kama ina maana mbaya isitokee, kama ina maana nzuri na itokee. Omba hivyo tu. Alafu omba hakikisha amani ya moyo. Amani ina tafsiri nzuri. Mungu anakupa nguvu ya kushinda, au Mungu ameshaondoa kisitokee. Sio kama unaelewa. Omba mpaka amani itokee ndani yako. Ishu ya amani wata ndio leo. Hizi ya kutokea tukibaba, yaani tutafuta usije. Tutafuta usije. Inawezekana naongea mara nyingi hapa, kuna mtu anabidi unipela. Sasa wale wako usubirie hela zangu. Sitapotea. Jamani, siko kuhubiri hela katika jina la Yesu. Sasa mhubiri akaanza kutuhubiria hela. Haya. Njia ya tatu, namaliza njia mbili hapo tunaomba na maana wa Bwana. Usikiane. Okay. Njia ya tatu wanayotumia Roho Mtakatifu kutoa taarifa. Matendo ya miujiza na uponyaji. Hii njia najua hiki ndio kitu kigumu wewe kukielewa. Kama hiki ni kitu kigumu ambacho huwezi kukielewa. Na hapa nataka utulie kwa umakini uweze kunielewa. Matendo ya miujiza na uponyaji. Watu wengi hawajui, hawaelewi kwamba ndani ya kila muujiza na ndani ya kila uponyaji kuna sauti ya Mungu. Kuna taarifa ya Roho Mtakatifu. Kuna jambo Mungu anazungumza. Yaani hii ndani ya kila muujiza, yaani elewa hivyo. Ndani ya kila muujiza ulishawahi kuona, ulishawahi kusikia, ulishawahi kutendewa. Ndani ya kila muujiza kuna sauti ya Mungu. Hii ni njia. Miujiza haifanyiki kwa bahati mbaya. Miujiza haifanyiki kwa ajili ya kujifurahisha. Miujiza haifanyiki kwa ajili ya kuweza kujipa sifa au kujitukuza. Tuseme huyu jamaa anajua. Ndani ya kila muujiza kuna sauti. Yohana 6:26 mpaka 27. Yohana 6:26 mpaka 27. Anasema hivi, ninyi hamkuja kwangu kwa sababu ninyi mmepata miujiza au kuona ishara, ila kwa sababu mlikula mikate. Sasa hapa Elisha na nini wake anakwambia hii andiko ina nini? Yaani hii andiko kuna taarifa. Ukiona vizuri anaposema hivi,
ninyi hamjaja kwangu kwa sababu mmeona ishara, ila kwa sababu mmekula mikate. Kula mikate kwenye ni ishara. Asa ishara hii Yesu anafunza ni kwamba ndani ya ninyi kula mikate amini ninachokisema, kwa sababu ndicho chakula kisichoharibika, lakini mmekuja kwa sababu mnatafuta chakula kinachoharibika. Kwa hiyo sauti ndani ya muujiza wa mikate ni kwamba waamini kila neno wanalolisema mbele yao. Hiyo umeona taarifa hizo jipicha hapo. Waamini kila neno wanalolisema. Ndio maana akakataza msinifuate kwa sababu mnataka miujiza nini? Kwa sababu mkinifuata kwa sababu mnataka miujiza, neno langu hamtalifuata. Mambo mengine mtayafuata, alafu baadaye itakuwa show off, maonyesho. Tunajua inaweza ikafikia kiwango miujiza inafanyika mpaka watu wanaona wao. Hao ndio wanajua. Yaani muujiza unafanyika, hakuna hata anayeshangaa. Ndio imefanyika sasa. Hakuna anayeshangaa. Asa chenye nguvu kati ya muujiza na neno, anawaambia cha kukipa focus ni neno, sio muujiza. Muujiza unakuaminisha ya kwamba hiki kitu ni halisi, lakini neno ni uzima. Okay. Ndani ya kila muujiza unaofanyika, unaweza wewe kufanywa muujiza Yesu akakuponya. Ndani ya kuponywa kwako, Mungu anakuambia hivi, bado ninafanya. Kuambiwa bado ninafanya, maana yake umeimarishwa imani yako. Hata akikukuta magumu mengine, usije ukakata tamaa, ila uendelee kusimama. Okay, muujiza hujafanywa wewe, amefanywa ndani yako. Wewe nini Mungu anachokufundisha nini? Yohana 5:10 anasema Yesu anasema hivi, chochote nilichokiona kwa Baba akitenda ndicho ambacho ninatenda. Manake Yesu kabla hajafufua aliona Baba akifufua. Baba alikuwa anafufua nini? Wanakuja kujiuliza Mungu alikuwa anafufua nini? Na Mungu alifufua nini? Yesu anasema kila alichokuwa akitenda Baba ndicho anachokitenda. Manake Yesu wakati anaponya, Mungu alishaponya. Kwa Yesu alichokuwa anakifanya ni kuweza kuangalia nini Mungu anafanya, na kutokana anachofanya Mungu, Yesu anapata taarifa ya kwamba anachokifanya ndicho ambacho na mimi nitatakiwa nikafanye. Dunia tulionayo sisi ni dunia ya matengenezo, sio dunia ya kwanza. Ni kigumu kumeza. Ukisoma Biblia Mwanzo 1:1 anasema Mungu akaumba mbingu na nchi. Alafu full stop, ile full stop kwa hivyo kwa mbaya. Alafu anasema giza. Anasema giza lilikuwa juu ya uso wa nchi. Alafu Roho wa Mungu akakaa kwenye giza ya maji. Maji na giza vilikuwa wapi? Nikiingia kufundisha hapa ni somo refu sana kwa kuambia. Lakini ujue kabla Shetani alikuwa atakaa Edeni, ya kabla ya Edeni alikuwa anakaa Adam. Shetani alikuwa ni Lucifer, alikuwa hakai, alikuwa amepewa territory, anakaa duniani Edeni. Ndio maana anasema ulikuwa kerubi uliotiwa mafuta. Mbinguni hawatui mafuta. Yeyote anataka kuoperate hapa duniani ni lazima atiwe mafuta. Ndio maana Yesu pia akasema nami nimetiwa mafuta. Roho Bwana yuko juu hapa, amenitia mafuta. Every person in this world who needs to serve God must be anointed. Lazima atiwe mafuta.
kwa sababu ulimwengu huu sio sana ulimwengu. Unaongea vitu vigumu. Sasa kuna mtu ambaye ameelewa hata hapo. Yaani hilo ni somo kabisa ambalo linahitaji kukaa yani ni somo kabisa, nikupe na evidence za Biblia. Maana sasa hizi nikiwafundisha sijawapa hata evidence ya maandiko. Hasa na kuonyesha Mungu kwa nini aenda huko. Mungu alifufua nini? Mungu alifufua dunia. Kwa sababu shetani alipotupwa kutoka mbinguni, aliposhuka chini, alipiga dunia, akaharibu dunia, ikawa giza, alafu na vitu vyote vikazama, maji yakatawala, alafu Roho wa Mungu akaja kusimama kwenye dunia. Kwa Mungu alichokuwa anakifanya ni kuifufua dunia tena aliyokuwa ameshaifanya kama. Kwa dunia tulionayo sio dunia ya kwanza. Hii ni dunia ya pili. Ilifanywa matengenezo. Kwani uhai, mtu anapofufuliwa anaungwa upya. Si aungwi upya. Uhai unarudishwa. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba nilichomuona Baba anafanya ndicho ambacho ninakifanya. Sasa nimeenda kote huko kukuonyesha kitu gani? Wewe hujafanywa muujiza, hujafanywa uponyaji. Wewe unajifunza nini kwenye muujiza unaona mwingine kafanywa? Cha kwanza, unajengewa ujasiri kama wewe una huduma. Kama una huduma, unajengewa ujasiri kwamba nina uwezo wa kufanya kama yule anafanya. Hiyo ndio taarifa sasa. Na inakuja namna hii. Wengine wanaposhangaa muujiza uliofanyika, wewe binafsi unaona hiki kilichofanyika mbona kama sio cha kawaida. Ghafla unaanza kuona kama kuna kitu unajifunza kupitia kile ambacho unaona kinafanyika. Ujue ule muujiza umefanyika, ulikuwa unakulenga wewe. Sio kama unaelewa. Ulikuwa unakulenga wewe moja kwa moja. Kwamba hapa kwenye hiki kuna taarifa. Wengine Mungu anawafanyia muujiza, usiiache imani. Inawezekana ulifikia kwenye kiwango ambacho unasema huyu Yesu mwache naye. Wache waokole waendelee na Yesu wao. Kwa hiyo inabidi aje kukufanyia muujiza ili uamini. Mara ya kwanza Mungu anaanza kuoperate kwenye muujiza katika namna tofauti. Nikiwa niko na 11. Nilifanya semina ya siku 3. Nikiwa pale. Siku ya kwanza. Mimi watu. Sikiliza mimi kwanza. Kabla sijaanza kuingia kwenye huduma ya maombezi na nini. Niliwaangalia wanaofungua watu. Wanaombea watu na miujiza na mipeo. Wanaombea watu na watu wanapona. Ndio niliokuwa nawafuatilia. Mpaka leo sijaacha kwa sababu kuna level na zitafuta zingine. Kupitia kuwaangalia. Kupitia kuwatazama. Mimi ndio imani yangu na ujasiri ndio ulipozaliwa. Nyuma ya ile miujiza, mimi nilikuwa tu sishangai, lakini nikasema inawezekana nikafanya kama anachofanya. Ndicho ambacho kilifanyika ndani yangu. Nikasema hii inawezekana. Tena nilishangaa, dakika hata 2 hata 1 haishi. Kaomba maombi kiwepesi sana, alafu muujiza unatokea. Nasema Yesu wangu, hii kitu kinaweza. Na ndo nikaorganize seminar chini ya mwenyekiti wangu alikuwa Daniel Lucas. Nikaongoza seminar. Siku ya kwanza ya seminar watu wawili walipona. Wa kwanza alikuwa sikio lake linatoa usaha toka akiwa form 1 mpaka form 3. Akaomba ruhusa ya kuvaa mzura ili usaha ukitoka usio unatoka unawaharibu watu kisaikolojia. Kwa hiyo usaha ukitoka unabaki kwenye mzura baada ya kusafisha. Nimeomba usawi katika siku ile usiku ule. Natoka siku ile ya kuvaa msula mpaka anamaliza. Sijui kama unaelewa. Alafu muujiza wa pili, kaka mmoja alikuwa ulimi wake una maumivu makali. Unajua kuna magonjwa tunakutana nayo kwa mzee hivi, ugonjwa kwa kasijaliwa na kusikia. Ulimi una maumivu makali. Anambia mimi nashangaa nini kimetokea.
maumivu yamekata ghafla. Siku ya pili watu walijaa mpaka kwa kusimama mabili kuonekana. Yaani hiyo ni miujiza ambayo imefanyika na watu wakasikia yaliyofanyika wakaja. Alisema miujiza nini watu na nguvu kutafutia. Miujiza ina nguvu. Na waliokoka wengi. Mimi ukiniambia nime experience uamsho, mimi nime experience uamsho na kwa gani? Waliokoka. Na nilifika pale watu walikuwa nakimbia maombi ya kufunga. Nimeacha mpaka naondoka form 6 kule chini Makete. Kuna wengi wa Katoliki na Walutheri na Pentecost wachache. Kwa hiyo kuna gharimu nguvu za Mungu nyingi ili kuwapata watu. Mpaka naondoka watu ambao walikuwa wanaingia kwenye maombi ya kufunga walikuwa wanazidi zaidi ya watu 30 kila Ijumaa. Achana wale wafunga moja siku moja kila Ijumaa wanaingia kwenye maombi ya kufunga watu zaidi ya 30. Ninawaandaa, ninawacoach namna ya kuweza kushuhudia, namna ya kuhubiri watu wengine. Nimeacha watu wanafanya ushuhuda madarasani. Mimi kwa kweli nime experience uamsho na kuweza kutokea zero mpaka kufika watu sio kidogo kwenye watu. Sio kitu cha pesa. Lakini iligharimu nguvu. Lakini nimekuonyesha niliingiaje hapo. Kwa kutazama. Na ndani ya kutazama miujiza na uponyaji anayofanya mwingine, mimi nikawa napata taarifa ya kwamba naweza kufanya kama anavyofanya. Ninakuombea hata hii neema iwe kwako katika jina la Yesu. Iwe kwako. Fanya. Mimi siku hizi mpaka familia yangu yenyewe inanitafuta. Kikitokea shida, niko wapi? Omba. Fanya hivi. Na vitu vinatokea. Unaingizwa na hapa na wafundisha wahubiri wote. Mkitaka kuingia kwenye hili eneo, nje tu ya kusoma Biblia maandiko, hii ni njia nyingine Mungu anaongea. Fuatilia watu wanaofanya hivyo. Ndani yake utajifunza. Nilikuwa nakwambia Frederick, kuna kamsemo ambapo waka nikasema nimekatoa kwa mtu ambaye ananisaidia. Nikiombea mtu mwishoni mara nyingi akipona amwambia Yesu atunze muujiza wako. Ile sio ya kwako. Ndio kwako sisi. Ile nilitoa kwa. Alikuwa kila akiombea muujiza ukitendeka anasema Yesu atunze muujiza wako. Yaani yule kwa sababu nakumbuka ndo aliyesababisha mimi nikaamini juu ya kutembea kwenye nguvu ya muujiza na uponyaji. Ile neno sio kama anakuja kuliacha. Sitaje. Lakini nimelitoa kwa. Unapopenda nielewa. Na haya maneno nayazungumza sio ya kawaida. Haya maneno ni roho na tena ni uzima. Kuna watu ambao wanaamshwa hali zao. Kuna watu ambao wanatengenezwa imani zao. Kuna watu ambao wanaimarishwa kwenye imani yao. Kuna watu ambao mnatengenezwa. Yesu anawatengeneza. Yesu ndo anawapa taarifa. Maliza ya mwisho. Nguvu iliyopo nyuma ya kinachozungumzwa. Nguvu iliyopo nyuma ya kinachozungumzwa. Sasa sio kila sauti unayoisikia ni sauti ya kawaida. Sio kila mafundisho unayoyasikia ni mafundisho ya kawaida. Sio kila matamko ya kinabii unayoyasikia ni matamko ya kawaida. Naambia sema. Kuna kitu hapa nikisema hapa, nitamka vitu vingi. Nitamka. Nimesema hii neema kubwa. Hiyo ni tamko. Yaani aliyemaanisha kuna kitu ambacho kimetokea. Kwa sababu najua bali nilitoa. Lakini nimezungumza cha pili ambacho najua nini kinachofanyika. Nimesema maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Na kitu yani kama kuna mtu anamaanisha kutokea
Sasa ndio naongea kwamba nguvu iliyoko nyumba ya kinachozungumzwa. Na nimekwambia sio kila sauti iliyo kwenye mahubiri, iliyo kwenye mafundisho, iliyo kwenye unabii, iliyo kwenye matamko ya kinabii, iliyo kwenye matamko ya baraka, hata kwenye mazungumzo ya kawaida, sio kila sauti ni ya kawaida. Kuna sauti ukisikia ina nguvu nyuma yake, ina kitu imebeba nyuma yake. Ndio maana ukisoma katika ile Luka 4:32, wakashangaa maneno ya Yesu, wakasema huyu mbona maneno yake sio ya kawaida, anasema kama mtu mwenye uwezo, manake nyuma yake maneno yake yana mamlaka. Kuna watu unaweza ukawa umekaa nao namna hii, na hapa nataka nikufundishe kupeleka katika dimension. Una uwezo kukaa na mtu, huyo mtu ambaye umekaa naye wewe, mkao mnaongea mazungumzo ya kawaida, lakini wakati mnaongea wewe mwenyewe unashangaa, yeye haelewi, ila kila anachoongea anagusa maisha yako. Haubiri wala afanye nini. Na wakati mwingine mnaweza mkaa kwenye stories za kawaida kabisa, alafu unasema mbona hiki kitu kama nilikuwa najiuliza hivi, alafu unashangaa amekiongea. Ujue hiyo sauti ina nguvu nyuma yake, na ulikuwa unapewa jibu au ndio Mungu anatumia hiyo sauti kukupa taarifa. Unanielewa? Mungu anatumia hiyo sauti kukupa taarifa. Anatumia hayo matamko kukupa taarifa. Kuna wakati unasikiliza mahubiri, unaweza ukashangaa mahubiri mwanzo na mwisho yasihusu, ila kuna kaengo, kuna kaeneo mhubiri akigusa, yeye unakuta amekugusa ni wewe. Pale ulipoguswa ndio hapo pana taarifa yako, yaani hapo pana ujumbe wako. Hapo ndipo ambapo Mungu ameona wanatakiwa kusaidiwa kwenye hilo eneo, wanatakiwa kuelewa kwenye hilo eneo, wanatakiwa kujua kwenye hilo eneo. Sio kama kuna mtu ananielewa. Sasa Yesu kwenye mahubiri yake alikuwa hubiri kawaida, hakuwa anafundisha kawaida, maneno yake hayakuwa ya kawaida. Kuna maneno ambayo unakutana nayo, hayo maneno sio ya kawaida, yanakuwa yamebeba maana nyuma yake, yanakuwa yamebeba ujumbe nyuma yake, yanakuwa yamebeba jambo nyuma yake. Na kile ambacho ninatamani ndani yangu ni kwamba haya ambayo nimekufundisha leo yasiyo ya kawaida kwenye maisha yako, yazalishe jambo jipya kwenye maisha yako, yazalishe maongezeko kwenye maisha yako, yazalishe kwenda mbele kwenye maisha yako, yazalishe ushindi kwenye maisha yako, yazalishe kuongezeka kwenye maisha yako, yafanye maombi yako yasiyo ya kawaida, yafanye imani yako isiyo ya kawaida, yafanye wokovu wako isiyo ya kawaida. Watakapotokea mbele za watu wakasema hakika una Mungu, hakika umeonana na Mungu, hakika umekutana na Mungu, hakika Mungu amekutembelea, waseme hakika wewe una Mungu ndani yako. Haya maneno ni roho, nayo ni uzima, yamebeba neema ya kuwavusha watu, yamebeba neema ya kuwapeleka watu mbele, yamebeba neema ya kuwapeleka watu mahali. Kuna jambo Mungu anasema na wewe, kuna jambo Mungu ameongea na wewe, hilo jambo litakusaidia sio leo tu kamanda, litakusaidia miaka ya mbele, litakusaidia kwenye huduma yako, litakusaidia kwenye maisha yako, litakusaidia kwenye familia yako. Maana Bwana ameagiza ya kujirie, ameagiza ya kufuate, ameagiza ya kuguse, ameagiza ya kupate. Wewe ndiye Bwana aliye hai, lakini hayo yote anayafanya ni Roho Mtakatifu. Anaongoza watu katika hiyo namna, anasema katika hiyo namna, anazungumza katika hiyo namna. Ninatamani ndani yako watengeneze njaa, watengeneze kiu ya kukutana na Bwana. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu.
nataka ndani yako watengeneze kiu, tengeneza jambo wa Bwana, tengeneza kiu kamanda, tengeneza kiu mtoto wa Bwana. Roho Bwana sio hisia, Roho Bwana sio hisia, Roho Bwana sio mieko, Roho Bwana sio namna hiyo. Yeye ni halisi na ni hakika. Anaongoza watu wake, anawasaidia watu wake, anawapa taarifa watu wake. Inawezekana na wewe ukaona mambo yanayohusiana na taifa, inawezekana na wewe ukaona mambo yanayohusiana na kanisa, inawezekana na wewe ukaona mambo yanayohusiana na familia yako, na ukoo wako. Kabla mambo hayajatokea, Bwana akakuonyesha. Kabla mambo hayajawa, Bwana akakuonyesha. Inawezekana akakuongoza kwenye utakatifu. Vijana wengi wanasema haiwezekani kuwa watakatifu, lakini leo nakwambia chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu inawezekana kuwa watakatifu. Inawezekana kushinda dhambi, inawezekana kupata wokovu, inawezekana kuwa watu wa ajabu katika jina la Yesu. Inawezekana, 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 inawezekana. Yaliyowashinda wasio na Roho Mtakatifu yasikushinde wewe. Yaliyowashinda watu wa kawaida yasikushinde wewe. Yaliyowashinda wengine yasikushinde wewe. Anakuambia yasikushinde wewe, anakuambia yasikushinde wewe. Na Mungu anayezungumza, hata kama alizungumza na wewe ghafla sauti yake ikakata, ghafla umejikuta uone tena, ghafla umejikuta upokei maongozi tena, na ninaomba kwa jina la Bwana, Bwana arudishe sauti yake kwako, Bwana arudishe maongozi yake kwako, Bwana arudishe tena, akaanze kumuona Bwana akiongea na wewe. Usiishie kusema mbona wanasema nimesemeshwa na Mungu. Hata wewe una ushuhuda huo ya kwamba na mimi nimemwona Bwana akisema, ya kwamba na mimi nimemwona akizungumza, akiongea kwa habari yangu, akiongea na mimi, ewe na kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Wewe na kwako. Lakini jambo moja la msingi, Roho Mtakatifu anachotaka ni jana kiu yako. Inawezekana jana na leo tulisema, lakini hujampokea Roho Mtakatifu. Unajiuliza, wanasema inawezekanaje? Ni jana kiu, ni jana kiu yako, jana kiu yako. Hiyo ni jana kiu yako, ni jana kiu kamanda, ni jana kiu mama, ni jana kiu dada. Mimi nimebatizwa Roho Mtakatifu kwa njia tofauti. Ana njia tofauti nyingi za kubatizwa Roho Mtakatifu. Huwa Yesu anabatiza watu katika namna tofauti. Mimi nimebatizwa Roho Mtakatifu nikiwa nyumbani kwenye chumba changu mwenyewe, na nikiwa ninamuomba Bwana, na ninamwambia Bwana, nimesikia kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini sielewi. Na ninawakumbuka wachungaji niliokuwa nimewafuatilia, na ninakumbuka nilimfuatilia sana mtumishi mmoja yuko Mwanza, na ninakumbuka nikawafuatilia watumishi wawili wako Dar es Salaam. Wanaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu, na nilikuwa na kiu ya kujifunza Roho Mtakatifu ukoje. Na ninamkumbuka Bishop Sylvester Gamanywa, mchungaji wa makanisa ya Provision, na nilikuwa nimemsikiliza, akanigusa yule baba anafundisha, akawa amegusa moyo wangu. Na ninamkumbuka Pastor Miamba, wengine mnamfahamu kupitia zile movie za Kanumba. Yule alikuwa anaigiza kama mchungaji, saizi alishaitwa na Bwana muda mrefu, yuko na kanisa lake. Siku moja nikawa ninamsikiliza anafundisha kuhusu Roho Mtakatifu. Wakati huo nimetulia ndani na ninamsikiliza mwenyewe, akawa amenichochea ndani yangu. Na nikasema mbona natamani, maana nikakuta mahubiri yao yananichoma, yananionyesha kuna kitu kimepungua ndani yangu hata kama nimeokoka, yananionyesha kuna kitu hakipo ndani yangu hata kama nimeokoka. Usiku mmoja wakati nikiwa nimelala,
wakati nikiwa nimelala, na nilikuwa na kawaida ya kuamka saa 8, na nikaamka ile saa 8. Baada ya kuamka ile saa 8, na nikaanza kuomba, na nikaanza kumwambia Baba anahitaji unijaze Roho, Baba anamhitaji Roho Mtakatifu. Na niliyemsikia kwa hawa watu, na ninamhitaji Roho Mtakatifu ambaye anamsema huyo mtu. Na nilipokuwa naomba namna ile, na nikashangaa ghafla hali imebadilika, na nikaona nimegeuzwa kinywa, na nikaanza kunena kwa lugha ambayo sijawahi kunena, lugha ambayo sijawahi kujifunza, lugha ambayo sijaingia darasani. Nikashangaa naanza kunena, niko mwenyewe chumbani, nikanena, nikaomba usiku ule, na baadaye nikaja kuamka, alafu ndani yangu nikasikia raha. Nikasema nimejaa Roho Mtakatifu leo. Na nini ambacho anataka? Wakati unataka kujaa Roho Mtakatifu, usiwashangae wengine wanapoomba, na wewe fungua kinywa. Wakitaka kujaa Roho Mtakatifu, wasiwashangae wengine wanaomba nini, wasiwashangae wengine wanasema nini. Wewe binafsi, wewe kama wewe, Mungu anakutaka wewe kama wewe, Mungu anakutafuta wewe kama wewe. Usiwashangae wengine wanasema nini, wanaomba vitu gani. Usiwaangalia hata usoni. Wewe unatafuta engo yako. Wewe umepiga magoti, umesimama, wewe umelala au umekaa, lakini kikubwa ni ufungue kinywa. Unapofungua kinywa kuomba, hata kama hujui kuomba, wanamwambia Yesu nijaze, wanamwambia Yesu nijaze, wanamwambia Yesu nijaze. Mimi sielewi kujaa maana yake nini. Wanamwambia ila nimesikia kwa huyu mhubiri ya kwamba wewe unajaza watu roho. Wanamwambia na mimi nijaze. Ukiona unashindwa kumwambia Yesu nijaze, wanamwambia nibatize kwa Roho wako, wanamwambia nibatize kwa Roho wako, wanamwambia nibatize kwa Roho wako. Na hapa leo walio na kiu hapa, Roho Bwana anakwenda kushuka. Watu walio na njaa hapa, Roho Bwana anakwenda kushuka. Ameniahidi mwenye kanisa ana njaa kwa ajili yako, ana kiu kwa ajili yako, anakupenda sana. Kwa hiyo haitakawia, ni kuachia moyo wako tu, haikawii. Unampata kiwepesi, wewe unaachia tu moyo wako. Naomba